Kwa nini tumchague Samuel Okemwa kuwa seneta wa kaunti ya Kisii? Hizi ni sifa zake 11. Imeandaliwa na Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Katika jamii tuna viongozi wa aina mbili. Aina ya kwanza ni viongozi bora na aina ya pili ni bora viongozi. Viongozi bora wanatambuliwa kwa sifa 11 ambazo Samuel Okemwa anazo zote. Sifa zenyewe hizi hapa. Sifa ya kwanza, kiongozi bora ni mtumishi wa watu, sio bosi wa watu. Huwa yuko mbele katika kutafuta na nyuma katika kula. Anakula baada ya watu wake kushiba, ndiyo mpango wa Sam. Kuhakikisha wananchi wanafaidika na rasilimali zote zilizopo nchini. Kuanzia mafuta, maji, madini na misitu. Sam atahakikisha inaundwa sheria ya kusimamia mgao sawia wa rasilimali kwa watu wote. Njoni kwangu, nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha, ndio falsafa inayowaongoza viongozi bora na makini kama Samuel Okemwa. Sam hatui watu mizigo kwa kuwapa samaki. Anawatua kwa kuwapa mbinu za kuvua samaki. Na moja ya kuhakikisha hilo anasema, akipata useneta ataanzia mikutano ya hadhara kuwapa nafasi watu waseme wanataka nini kitekelezwe. Sifa ya pili, kiongozi bora anashughulika na issues, sio personalities. Samuel yuko hivyo. Hana muda na majungu na watu, hata kampeni zake hutosikia kitukana watu. Anatukana matatizo, unajua ni kwa nini? Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people, alisema Eleanor Roosevelt. Mnaanzaje kumwacha Sam kwa mfano? Halafu mkimwacha mtachagua nani? Sifa ya tatu, kiongozi ni mtu anayeona fursa katika kila changamoto na sio changamoto katika kila fursa. Kama aliweza kuona fursa hadi Canada, anashindwa nini kuona fursa za kutosha mkimpa ridhaa? Canada haina shida ya ajira. Kwa nini? Siri anazo Sam. Mpeni useneta wa Kisii awapi majibu. Mpeni useneta akawaletee sheria ya kuanzisha makampuni mengi yatengeneze ajira. Sekta binafsi ndio mwajiri mkubwa, serikali haiwezi. Sifa ya 4, kiongozi bora ni mtu wa vitendo, sio porojo. Kinachoongea ni matokeo ya matendo yake. Hii ndiyo tabia kubwa ya Samuel Okemwa. Huyu bwana ni mtendaji mzuri, kila alikopita ni hatari. Wazungu wenyewe wanamkubali. Mpeni useneta mshuhudie nayosema. Asipofanya hayo mniite mbwa, niko hapa Tanzania. Sifa ya 5, kiongozi bora anasikiliza sana na kuongea kidogo. Samuel hilo analiweza sana. Anajua kusikiliza, unajua ni kwa nini? Kusikia kunakupa maarifa mapya, kuongea unarudia unachokijua. Ndio maana Mungu alitupa mdomo mmoja na masikio mawili ili tusikie sana na kuongea kidogo. Siku akipata useneta ataanzisha mikutano ya hadhara ili kusikiliza zaidi na sio kuongea zaidi. Sifa ya 6, kiongozi bora ni mbunifu, sio mwigizaji. Anatembea kwa maono, sio mazoea. Ana uwezo wa kuona kesho akiwa leo. Anaishi kwa mipango thabiti, sio mipango ya ghafla kama chafya. Samuel anatosha, ndio maana baada ya kuona ajira ndio tatizo kubwa kwa vijana. Amepanga kudai sheria za uwekezaji hasa kwa makampuni ili kuzalisha ajira kwa vijana. Sifa ya 7, kiongozi bora anatumia kichwa kufikiri, sio tumbo. Sam akilala, akiamka anawaza watu wa Kisii watajikwamua vipi na umaskini. Hata kufadhili sisi tuandike makala za viongozi waliowahi kupita Kisii. Ni kutaka wa Kisii wajue wapi walikosea ili wasirudie makosa. Sifa ya 8, kiongozi bora anasoma sana vitabu, taarifa na machapisho mbalimbali. He who leads, reads. Sam anayejua dunia. Anasoma sana, anatafiti sana. Mkimpa ni rahisi kujua wapi kuna fursa zilete nyumbani. Watu kama Sam ni wachache sana, ndio maana natumia muda mwingi kumwelezea huyu mtu. Sifa ya 9, kiongozi bora sio umri, ni maarifa na hekima. Maarifa ni kujua jambo, hekima ni wakati gani uliseme. Sam ni mdogo kiumri lakini mkubwa kihekima na maarifa, mtumieni. Watu wenye akili sana wanamtumia huyu jamaa kwa manufaa mapana ya jamii zao, mtumieni na nyie. Sifa ya 10,
Kiongozi bora ni kioo cha jamii, sio aibu ya jamii. Sam ni kioo. Hana makando kando. Anajiheshimu huyo, lakini pia anaheshimu nchi yake. Tulio nje ya Kenya tunaipenda Kenya kwa sababu ya huyu jamaa. Ni muungwana sana, ana upendo mkubwa sana huyu mwamba. Amelelewa vizuri, anawafaa sana huyu. Mpeni kura za kutosha, hamtajuta. Sifa ya 11. Kiongozi bora sio mjuaji, ni mjuzi. Mjuaji ni mtu anayeamini ana akili kuliko watu wote. Sam hayuko hivyo. Sam ni shirikishi, ndio maana amejiandaa kushirikiana na watu katika kuibua changamoto za jamii na kuzitafutia ufumbuzi kwa pamoja. Kiongozi bora anaamini katika tafiti na sio hisia. No research, no right to speak. Sam amefanya tafiti za kutosha, ndio maana anajua changamoto za watu. Sifa ya 12. Kiongozi bora ni jasiri, sio jeuri. Jasiri ni mtu anayejiamini, habatishi. Kiongozi bora hafanyi maamuzi magumu, anafanya maamuzi sahihi. Maamuzi magumu yana madhara na hayo hufanywa na bora viongozi. Sam amepanga kusimamia katika uanzishwaji wa sheria mbalimbali za kumsaidia mwananchi wa kawaida. Kiongozi bora si mtu wa kuyumbishwa, ana misimamo. Sifa ya 13. Kiongozi bora anaona majibu katika kila changamoto na sio changamoto kwa kila majibu. Amegundua jibu la changamoto kubwa katika kaunti ya kisheria, ndio maana amepanga kuanzisha na kurekebisha sheria mbalimbali kuisaidia jamii. Sifa ya 14. Kiongozi bora ni muungwana, sio mshenzi. Mshenzi hana muda na watu wake. Anaweza kufanya lolote ili mradi maslahi yake yatimie. Sam ni muungwana kwelikweli, hata kuacha kazi nje na kuja kuitumikia nchi yake ni uungwana mkubwa. Sifa ya 15. Kiongozi bora ni mbunifu, sio mwigizaji. Anafanya kazi ili kuacha alama, ni muandaa mapito, sio mpitaji. Anapambana kuleta miradi ya maendeleo. Sam kapanga kufanya mengi. Kikubwa mpeni tu kiti. Ngoja niseme machache. 1. Atahakikisha kuna sheria ya kuwalinda raia wote katika masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufidiwa kwa jamii kutokana na uharibifu wa mazingira, lakini pia atapromoti kuanzishwa kwa sheria ya kuleta usawa na pia inclusivity. Gavana hatakuwa anapendelea watu wa ukoo wake tu katika ajira na nafasi zingine. Wakandarasi watalipwa haraka iwezekanavyo, kuwalinda raia dhidi ya unyanyasaji wa aina yoyote na kupewa mishahara na mafao yao kwa wakati. 2. Ataanzisha mikutano ya hadhara ya mara kwa mara kujadili masuala ya maendeleo katika kaunti ya Kisii. Lengo ni kuwapa raia nafasi ya kutoa maoni yao. 3. Atahakikisha sheria ya utoaji hati miliki za mashamba kwa wakati mwafaka inaanzishwa. 4. Atahakikisha sheria ya uwekezaji haswa ya makampuni ili kutoa ajira kwa vijana inaanzishwa. 5. Atahakikisha sheria ya vyama vya ushirika vya wakulima vitashiriki katika kuwalaghai wakulima. 6. Atahakikisha rasilimali zilizopo kama madini, chemichemi za maji na mashamba yanawanufaisha raia kikamilifu. 7. Atahakikisha pesa kutoka hazina kuu ya serikali zinatumiwa vyema katika uboreshaji wa huduma za afya, elimu, kilimo, biashara, mikopo kwa vijana, akina mama pamoja na walemavu. Kazi tuitende pamoja, nguvu mpya, kazi mpya, kasi mpya. Viva Samuel Okemwa. Viva Kisii.